Anguka. Haleluya. Bwana sifiwe. Magoti yetu yaanze kufanya kazi. Magoti yetu yaanze kulilia, kuita yale tunataka. Na tukiamini kwamba tuko ndani ya Kristo. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Jose nikifundisha hiyo Matthew 13:3-9. Na 18 to 23 kwamba kuna mtu alikuwa na panda ya kwanza ilianguka wapi? Kwenye miba. Haya. Kwenye njia. Na pili miba. Kwenye miba. Ya tatu miba. Na ya nne kwa nguvu rutuba. Haya. Hiyo mchanga ya rutuba. Yesu alisema kwenye mchanga wa rutuba ni wenye wanafanya nini? Wanasikiza neno lake na wanashika na kushika na kufuatia. Sawa sawa. Wenye wanaangika kwa mwamba ni wenye iko namna gani? Wanasikia tu. Wanasikia? Kichwa yao inakuwa ngumu. Haya, ilianguka kwa mwiba. Wanasikiza na hawafuati. Wanasikiza alafu wakianza kufuata, kuna challenges zikitokea inaanguka kando ya njiani. Wanasikia. Wanasikia nyingia na huko. Haya, twende sasa. Ndio mjui, itabidi sasa msome ndio muelewe. Alafu ndio tujue hiyo decision ambayo tumesema leo unakaa ndani ya msingi. Uchague kati ya hiyo, uone saa hii uko wapi na ubadilike kuanzia leo. Twende haraka haraka Matthew chapter number 13 verse number 18. 18. Nataka usikie hizo mbegu. Sawa sawa? Na unaposikia hizo mbegu ndio decide msingi wako iko wapi kuanzia leo. Sitaki yumbe namna hii. Haleluya. Amen. Inasema sikilizeni. Basi maana ya ule mfano wa mpanzi. Maana ile mfano wa mpanzi ndio hii. Mtu yeyote anaposikia neno la ufalme naye asilielewe, yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Hii ndio ile mbegu iliyopandwa kando ya njia. Tuko pamoja? Yes. Ati nini inafanyika? Yule mwovu huja na kunyakia kile kilichopandwa. Lakini alisikia neno. Hii ndio ile mbegu iliyopandwa kando ya njia. Soma vizuri tena. Narudia. Mtu yeyote anaposikia neno la ufalme naye asilielewe, yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Nani anaelewa maneno ya Mungu hapa? Anaelewa tukihubiri anasema amen, anaelewa. So ni watu wawili wanaelewa. Sawa sawa. So tumeshapata wenye mbegu yako kwa barabara. Yes. Twende next. Ile mbegu iliyopandwa kwenye sehemu yenye mawe ni mtu yule ambaye hulisikia neno kama sahihi na mara hulipokea kwa furaha. Haleluya. Nani ameenda hata makanisa zingine? Hata mhubiri akisema mko sawa, amen, wanapiga nduru kabisa. Kuna group fulani inasema amen, hata kitu kidogo amen. Hata nasema mlaaniwe, tuseme tu amesema kibaya, mlaaniwe amen. Si tumeenda hizi makanisa, tunaenda hata kesha, si ndio? Tunaalikwa, mimi nalikwanga, unasikia hata akisema tu kidogo amen, hata siku nyingine wacha tu tuendelee. Hao ndio sasa wale. Lakini mimi mchungaji nadhani watu wanasikiza neno inaingia amen, haleluya, amen, haleluya. Alafu nini na walipokea kwa furaha. Hivyo. Lakini kwa kuwa hana mizizi yenye kina, ndio hiyo msingi ambayo tunataka. Ndani yake lile neno hudumu kwa muda mfupi tu. Kisha dhiki au mateso yanapoinuka kwa ajili ya lile neno, yeye mara huchukizwa. Amen. Usimwona vile watu wanachanga kanisani.
Lakini siku aliingia kuokoka, alifurahia. Lakini anapojaribiwa kidogo tu, hayuko. Hiyo ni mbegu gani?